Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Leo tutaenda kujifunza somo linaloenda kwa jina la ufalme wa Mungu upo ndani ya mwanadamu. Ufalme wa Mungu upo ndani ya mwanadamu. Tutaendelea pale ambapo tulikwisha kuishia. Mwenyezi Mungu anasema akai mahali palipojengwa na mikono ya wanadamu. Akai mahali ambapo pamefanywa na mikono ya mwanadamu. Hivyo anakaa pale ambapo amepafanya yeye. Bwana Yesu asifiwe tena. Kama ambavyo tunakwisha kujua, mahali ambapo Mwenyezi Mungu anakaa pale aketipo mahali pasiri, ni yeye ndiye amekwisha kupafanya. Hakuna kiumbe chochote ambacho kimekwisha kupafanya. Hakuna shetani, hakuna malaika, hakuna kiumbe chochote. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo katika ile somo kuna mahali ambapo tulikwisha kuishia, hivyo tutaendelea hapo katika dunia hii ili tuweze kujua Mwenyezi Mungu anakaa wapi. Tujikumbushie katika kile kitabu cha Isaya sura 66 mstari wa kwanza na wa pili. Mwenyezi Mungu anasema, mbingu ni kiti changu cha enzi na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Anasema kwamba mtanijengea nyumba gani, na mahali pa kuweka miguu yangu ni mahali gani? Kwa sababu mkono wake ndio umekwisha kuweza kufanya hivyo vyote. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tukaona katika dunia hii Mwenyezi Mungu anaweka miguu kwa mwanadamu. Hivyo mwili wa mwanadamu ni hekalu la Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tutaenda tukaangalie ili Mungu akae ndani yetu inatakiwa tuwe vipi, au inatakiwa tufanyeje? Tunajua kwamba Yesu Kristo huwa anasimama katika mlango pale ambapo mwanadamu anakuwa anafungua mlango. Ina maana pale ambapo anamruhusu Yesu Kristo, ndio Yesu Kristo anaingia ndani yake na kuweka makao ndani ya huyo mwanadamu. Ina maana huyo mwanadamu tayari anakuwa na ufalme wa Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo ili Mungu akae ndani yetu, jambo la kwanza ni lazima tumkubali. Na kumkubali Mungu ni lazima tumkubali Yesu Kristo, kulikiri jina lake na kubatizwa, na pia kuzitii amri ambazo pia amekwisha kuziweka. Hapo ndo Mwenyezi Mungu atakaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe tena. Tukienda katika kitabu cha Mathayo sura ya 3 mstari wa 16 na 17, kinasema kwamba naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka mjini, na tazama mbingu zikafunguka, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama ua akija juu yake. Na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo pale ambapo mwanadamu atakuwa amebatizwa, ina maana atapewa Roho wa Mungu. Ina maana pale ambapo anapewa Roho wa Mungu, sababu ni kwamba aishi kama anavyotaka Mungu na si aishi kama anavyotaka yeye tena. Yaani aishi katika roho na si katika mwili, kwa sababu hapa tumekwisha kuangalia Yesu Kristo alipobatizwa, Roho wa Mungu alishuka juu yake. Ina maana ni ishara kwamba aende katika huyo kumsikiliza huyo Roho na sio kusikiliza mwili wake. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tutaenda kuangalia ni sababu zipi ambazo zinafanya Mwenyezi Mungu aweke ufalme ndani ya mwanadamu. Ni sababu zipi? Sababu ya kwanza, ili mwanadamu aishi milele. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tunatambua kwamba Mwenyezi Mungu alimuumba mwanadamu ili mwanadamu asife, bali aishi milele. Yaani kama yeye alivyo ndivyo na mwanadamu awe
hivyo katika uzima wake. Bwana Yesu asifiwe tena. Sababu nyingine ambayo imefanya Mwenyezi Mungu aweke ufalme ndani ya mwanadamu, sababu nyingine ni kwamba dunia hii tunayoishi ni dunia ambayo inaharibiwa, ni dunia ambayo inaharibiwa. Ina maana Mwenyezi Mungu anakaa ndani yetu ili kuweza kuweka ufalme wake imara, ufalme wake imara. Bwana Yesu asifiwe tena. Tukisoma katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa kwanza kinasema kwamba kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi tunaangalia mwili huu ukiharibiwa, hapindi ambapo unakuwa umebaki katika dunia hii, roho inaenda kwa Mungu, kwa wale wote watakatifu. Ina maana mbinguni tunapewa miili mipya. Bwana Yesu asifiwe tena. Sababu nyingine ambayo imefanya Mwenyezi Mungu aweke ufalme ndani yetu, tuiangalie hapa. Sababu nyingine ni kwamba Mungu hataki mwanadamu yoyote apotee. Ina maana Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu kwa mfano wake, mwanadamu kwa mfano wake. Hivyo mwanadamu ana thamani, na mwanadamu ndio kiumbe pekee ambaye ana thamani kuliko viumbe vyote. Kama inavyosema kitabu cha Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 9 ni kwamba Mungu apendi mtu yoyote apotee, bali afikie toba. Bwana Yesu asifiwe tena. Na maana Mwenyezi Mungu hataki kumpoteza hata mmoja, lakini wote wafikie toba. Sababu nyingine ambayo imefanya Mwenyezi Mungu aweke ufalme ndani yetu sisi wanadamu, ili tutambue huruma na rehema zake. Tunatambua kuna mambo mengi ambayo tumekwisha kuyafanya. Tunakumbuka kwamba wanadamu wa kwanza walimuasi Mungu. Wanadamu wa kwanza walimuasi Mungu. Tunatambua kupitia Hawa walimsikiliza adui, na pia Adamu akamsikiliza Hawa. Ina maana wote wakaingia kwenye hiyo hatia. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo Mwenyezi Mungu alimtoa mwana wa pendo lake, ni kwa huruma na rehema zake. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo pale ambapo tunakuwa tumeingia katika upande huu, ni rehema za Mungu ndizo ambazo zinakuwa zimekwisha kutuvuta ili sisi tuweze kutubu. Hivyo kitabu cha Zaburi 130 mstari wa 3 na wa 4 kinasema kwamba Bwana, kama wewe ungehesabu maovu yetu, ni nani angesimama? Lakini kwako kuna msamaha ili wewe uogopwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Na maana tumevutwa na rehema tu za Mungu na huruma za Mungu. Hivyo Mwenyezi Mungu amekwisha kuweka ufalme ndani yetu ili tutambue huruma na rehema zake, kwa sababu kuna wengine tulikuwa wazinzi, tulikuwa watukanaji, kuna wengine wamefanya mambo mbalimbali, lakini pale ambapo unakuja unakiri ndani ya wokovu, Mwenyezi Mungu anakufutia dhambi zote. Jambo jingine la mwisho, ili tujue ufalme wa Mungu kuwa ni mmoja tu ambaye anakwisha kutawala. Ina maana kwa maana nyingine, ili aweze kukaa Mungu mwenyewe katika utawala wake na kujulikana mwenyewe. Ina maana pale ambapo Mwenyezi Mungu anakuwa ametuvuta kutoka katika upande wa giza kuja katika upande wa nuru, tutambue kwamba anayetawala ni mmoja. Ina maana pasipo kuvutwa na Mungu, mtu anapokuwa katika upande wa giza hawezi akamjua Mungu kuwa ni mkuu zaidi. Tukisoma katika kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 kinasema kwamba naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Bwana Yesu asifiwe tena. Hapa tunaangalia tulikuwa katika ufalme wa giza, ina maana akatuvuta kwa huruma na rehema zake, akawa yeye ndiye mfalme. Ina maana ile hofu ambayo tulikuwa tunaifanya kwa adui, ina maana inahamia kwa Mungu. Ina maana hapa tunatambua kwamba Mungu ni Mungu mwenye wivu kwa wanadamu wake. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo hapa tumekwisha kutambua
kwamba Mwenyezi Mungu anaweka ufalme ndani yetu ili aweze kuwa yeye ndiye mtawala. Hivyo basi, kwa yoyote yule ambaye anahitaji kwamba ufalme wa Mungu ukae ndani yake, ni lazima azingatie hayo mambo yote ambayo tumekwisha kufundishwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tena baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi ya kusema Mwenyezi Mungu awalinde wote.